na kufundisha kuuchochea moto wa Mungu ndani yako. Nakwambia kuna moto utawashiwa kanisani. Na kuna moto unawashiwa wapi? Wakiwashiwa kuwashiwa kanisani ukikosekana, adui anamalizana wewe, anapitia hapo hapo kwenye pengo hilo, ndo anapitia hapo hapo. Kwenye pengo hilo anapitia hapo hapo. Amen. Ili moto ulipuke pua, lazima hasi iungane na nini? Wewe ukaona moto unalipuka kwa hasi tu, unasema hasi tu, moto ulipuka. Unganisha na wewe uone. Amen. Hautaona moto unalipuka. Lakini ili moto ulipuka lazima hasi iungane na nini? Na chana. Hapo unaona pua. Kuna vitu kwenye ufalme wa Mungu lazima viungane. Amen. Ili miali ya moto ilipuke. Amen. Kama ulivyokuja kanisani leo, haimaanishi kwamba nyumbani unaomba. Amen. Kuja kwako mahali hapa leo. Yes. Ongezea kila ambacho Bwana anasema kinapatikania wapi? Kanisani. Amen. Madhabahu ni kitu kingine. Amen. Amen. Na kuambia kweli madhabahu ni kitu kingine. Ni kitu kingine. Kwa zile ibada za pamoja ambazo zinakuwa zinakuhitaji uonekane kanisani, ziheshimu sana. Amen. Ziweke maanani sana. Elewa kwamba kuna pengo ambalo zinaliondoa kwenye maisha yako. Kuna gepu ambalo zinalisipa. Bila hizo hilo gepu lipo. Amen. Na Mungu ni Mungu ashikaye agano na nini? Na rehema. Hebu sema tena amina. Amen. Kanisa letu linambeba maono. Hebu sema tena amina. Linambeba maono. Na saa nyingine Mungu na wewe kwa neema yake ya ajabu, hebu sema tena amina, amekufanyia nafasi ili uwe sehemu ya maono haya. Kwa sababu kesho mtu anajua Mungu, labda kuambatanisha na maono haya, kuna kitu anakiona mbele. Amen. Anajua wenda kuvuka kwako ni hapa, kushinda kwako wenda ni hapa. Hebu sema tena amina. Kutimiza kwako malengo ni nini? Ni hapa. Iko sababu kwa nini Mungu akuleta hapa, sio bure. Iko sababu. Hebu sema tena amina. Amen. Iko nini wapendwa? Sababu. Iko sababu. Sasa haya maono yaliyopo hapa ambao Mungu amekupa neema na akakuhakikishia moyoni mwako kwamba yatakuvusha. Hebu sema tena amina. Sasa haya maono, hilo ni agano. Hebu sema tena amina. Na Mungu anajua linavyofanyaje? Linavyotembea. Kwamba kuna agano. Kwa maagano yote ambayo unaona watu niatangaza hapa, wapendwa, atuigizi. Atufanyeje? Atuigizi. Atuamki tu kwenye ndoto au tutoki kwenye sahani la pilau tunasema leo tuna agano. Hapana. Hapana. Hebu sema tena amina. Haya maono tunamaanisha. Tunafanyaje? Tunamaanisha. Tunajua kabisa ni sauti ya Mungu ambaye anasema tembea kwa namna hii. Amen. Tembea kwa namna hii. Wapelekee watakatifu wangu ili agano. Wapelekee kondoo wangu ili nini? Agano. Lifikishe litawavusha. Mate niliyoleta hapo na wajua mimi Mungu. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu. Biblia inasema hakuna mtu awezaye kuja asipokutwa na Baba aliyefanyaje? Aliyenipeleka. Mungu ndio huwa anawaleta watu wake. Amen. Mwambie mwenzako Mungu ndio amekuleta hapa. Sio akili zako, sio nguvu zako. Haujabuni tu. Hebu sema tena bila. Ni Mungu. Yaani toka mwanzo ilikuwa hivyo. Kwamba utafika. Kwamba utafanyaje? Utafika. Sasa amekuleta hapa ili uyasikilize anayanena. Amekuleta hapa ili utembee na alichoachilia wapi? Hapa ni kwa ajili yako ili uvuke, uishi maisha ya ushindi hapa wapi? Duniani. Kwa maagano unayoona hapa tulionayo, hakikisha unayazingatia. Kama hujayazingatia bado kuna gap. Hivi tunaelewana vizuri? Bado kuna nini wapendwa? Bado kuna gap. Bado kuna gap. Hatumaanishi kwamba kila siku uwepo ibada. Hebu sema tena hivi. Lakini ukikosa ibada basi jipo dharura. Na unajua ni nini? Ni dharura. Tena ya muhimu, tena ya lazima. Si wote kanisani leo Jumapili wamekwepo. Saa nyingine wengine utakuta wana dharura za muhimu sana. Wengine wamesafiri, usema tena hivi. Wengine wana dharura za muhimu sana. Wengine wana mzazi amejifungua na mhudumia aweza kumwacha peke yake. Wengine wako hivyo. Sasa unaona ukiangalia dharura unaona kwa nini Mungu anaona kwamba hii ni dharura ya nini? Kuna mtu unaweza kumkuta amekunja nne kwake hapo wakati ni ibada ya Jumanne, ni ibada ya Alhamisi, ni ibada ya mkesho wa nini? Wa Ijumaa. Hapo lazima gepo linakuwepo. Gepo linafanyaje? Linakuwepo. Mungu akupe neema kwa jina la Yesu. Amen. Ya kumfanyia Mungu ibada kwa uaminifu. Amen. Akupe neema ya kuheshimu ibada za pamoja. Amen. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 14.
Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Anasema ni pale. Biblia inasema ndio, hao wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja. Hao wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja Katika kusali. Katika kusali. Pamoja nao wanawake. Pamoja na wanawake. Na Mariamu mama yake Yesu. Na Mariamu mama yake nani? Yesu. Yesu. Shapo. Hao wote walikuwa wakidumu kwa moyo nini? Moja katika kusali. Amen. Na mama yake Mariamu mama yake nani? Yes. Yesu. Angalia matokeo yake. Matendo ya Mitume sura ya 2. Biblia inasema ndio, hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Ilipotimia siku ya Pentekoste. Walikuwako wote mahali pamoja. Walikuwepo mahali pamoja. Baada na thibitisho moja. Amen. Baada na thibitisho kusanyiko. Amen. Si wote kwamba walikuwa wanazaliwa tumbo moja hawa. Au walikuwa wanazaliwa kwenye nyumba moja, hapana. Huyu ametoka kwake na huyu ametoka wapi? Kwake. Wamekusanyika mahali pamoja. Na kusanyiko lao walikuwa na siku moja. Hii ilikuwa ni siku ya ngapi? Ya 50. Amen. Ndio inaitwa siku ya Pentekoste. Amen. Lakini ukiangalia Matendo ya Mitume sura ya kwanza 14 unaona wote walikuwa mahali pamoja wakisali na kuomba kwa moyo mmoja. Maana walikuwa na tabia ya kukusanyika mahali pamoja. Siku ya kwanza wamekusanyika wanaomba. Siku ya pili wamekuja kukusanyika wanaomba. Siku ya tatu wewe sema tena amina. Hatimaye siku ya Pentekoste, yani siku ya 50 ilipofika. Amen. Angalia kilichotokea. Ndio, endelea pale. Kukaja ghafla toka mbinguni. Kukaja ghafla toka mbinguni. Uvumi kama uvumi wa upepo. Uvumi kama uvumi wa upepo. Wa nguvu ukienda kasi. Ndio. Ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana. Kama ndimi za nini? Za moto. Za moto. Angalia hicho kitu. Amen. Sasa unajipata kwenye ufunuo kwamba adui akitaka kuwazuru, moto unatoka kwenye vinywa. Amen. Angalia kilichowafanya hawa wawe na ndimi za moto. Amen. Kilichowafanya moto uonekane kwenye ndimi zao. Ambao moto unaenda kuwaramba adui zao. Amen. Umoja wao uangalie wa ibada. Amen. Umoja wao wa nini? Wa ibada. Waliheshimu ibada za pamoja. Amen. Walipoitana tukusanyike siku fulani, walikusanyika kweli? Kweli. Tukusanyike siku fulani, walikusanyika kweli kweli. Na mtu yoyote ambaye anaheshimu ibada za mahali pamoja, huyo mtu cha kwanza lazima akuwe rohoni. Amen. Huyo mtu cha pili lazima Mungu amwamini sana. Amen. Lazima Mungu amwamini sana. Msiache kukusanyika. Hebu sema tena amen. Amen. Kama ilivyo desturi ya wengine. Amen. Mkifundishana na kuimbiana nyimbo za nini? Amethibitisha mara nyingi. Amen. Mtu anayekusanyika. Sasa kuna vitu viwili. Hebu sema tena amen. Kwenye ufalme wa Mungu wa watu wanaomwamini Mungu au wa kumtafuta Mungu, kuna vitu vingapi? Viwili. Kuna mtu ambaye anajipangia cha kufanya. Amen. Na kuna mtu ambaye anafanya kwa sababu Mungu amesema. Amen. Unanielewa hivi? Amen. Hawa ni watu wawili ambao wako kwenye ufalme wa nani? Amen. Kuna anayejipangia kwa miemko yake. Amen. Kwa mawazo yake. Anajipangia kile ambacho kinampa aweni. Amen. Lakini usisahau kwenye ufalme wa Mungu unapoanza kusikiliza sauti ya Mungu na kufanya Mungu anachotaka, sio kwamba kile atakachokuagiza ufanye unapendezwa nacho. Amen. Kuna kingine kinakugharimu. Hivi unanielewa? Amen. Kuna kingine kinafanyaje? Kinakugharimu. Kila Israeli hakuna anayetamani kukesha usiku kucha mbele za nani? Lakini natulazimu. Amen. Tufanye hivyo kwa sababu Mungu amesema. Kesheni ukifanyaje? Ukiomba. Kila Israeli hakuna anayetamani kushinda njaa. Amen. Asubuhi mpaka jioni. Hayupo anayetamani hivyo, lakini natulazimu kwa sababu Bwana amefanyaje? Amesema. Ukifikia kwenye eneo la kufanya kila ambacho Bwana amefanyaje? Amesema, umevuka pakubwa sana. Amen. Lakini nakwambia watu wengi wanajitangazia cha kufanya. Wewe haupaswi kujitangazia cha kufanya. Amen. Na Mungu ndiye anayepaswa kutangazia cha kufanya. Na Mungu ana njia nyingi za kusema na watu wake. Hebu sema tena amen. Amen. Acha kung'ang'ania kujitangazia cha kwako. Amen. Kuna vitu vingi watu wamejitangazia. Yaani anafanya hivi kwa sababu mawazo yake yamemtuma hivyo. Mungu anasema mawazo yako si mawazo. Njia zako si njia. Mungu watu wake anawajua. Amen. Anawajua walivyo. Amen. Mawazo yao walionayo anayajua. Amen. Na ndio maana hata sisi tukija madhabahuni kuhubiri, hebu sema tena amen. Lazima tusahau kuomba ombi kwamba mapenzi yangu yavunjike. Bali yangu yafanye yasimame.
Kwa sababu hilo ombi tumeliomba kwa imani. Hebu sema tena amina. Amen. Tunatembelea hiyo ombi, na ndio maana tunasema kila tunachowakilisha tunawakilisha cha nani? Cha Mungu. Kwa sababu tumemsihi Mungu ayavunje mapenzi yetu. Amen. Bali ya kwake afanyeje? Yasimame.